Karibu sana mtazamaji katika mjadala mkuu hapa Star TV, na tunaangalia eneo la kijamii kabisa. Na katika kipindi chetu kwa siku ya leo tunaangalia vijana, lakini pia kizazi cha sasa katika kuhakikisha kwamba basi kinaleta maelewano mazuri ama harmony katika jamii. Na ili kuweza kujadili kwa kina mjadala wetu huu, leo nimefanikiwa kuwa na wageni hapa, si wengine bali ni Minael Mndeme ambaye ni mratibu jumuiya ya Tuko Sawa Tanzania. Karibu sana kwenye kipindi. Asante sana. Na pamoja na Minael tupo pia na Fatuma Hamisi Kundia, mratibu jumuiya ya Tuko Sawa Kanda ya Ziwa. Karibuni sana kwenye kipindi. Asante. Vipi kwanza, tupo sawa? Tuko sawa? Tuko sawa. Tuko sawa. Ndio, tuko sawa. Sawa. Sasa natamani kwanza nijue Tuko Sawa Tanzania ni kitu gani? Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Minael Mndeme, ni mratibu wa jumuiya Tuko Sawa Tanzania. Tuko Sawa ni dhana endelevu ya usawa wa binadamu na ni dira ya maadili ambayo inatuongoza kuthaminiana na kujali nyumba yetu kwa maana ya dunia. Na sisi tunafahamika kama mabalozi wa Tuko Sawa. Ndio. Ni kwamba ni wale ambao tumekubali kuishi dhana hiyo sasa. Ndio. Ya Tuko Sawa. Okay. Kwa hiyo tunaipeleka hii dhana kufundisha watu kuthaminiana kwanza wenyewe, lakini vile vile kuthamini dunia ambayo tumesema ndio nyumbani kwetu. Umeelewa? Ukisema leo umekata mti, ina maana umejikata wewe mwenyewe. Ule mti huenda ungekuletea kivuli, ungekuletea mvua, ungekuletea hewa ambayo ni oksijeni. Kwa hiyo ukithamini kiumbe kingine chochote ambacho kipo katika uso wa dunia, na wewe mwenyewe tayari unaweza ukaishi kwa nini? Kwa uwiano, ambao uwiano tunaufafanua kwenye dhana nyingine inaitwa harmony. Okay. Kwamba tunaishi kwa kutegemeana. Asipokuwepo bakteria wa kuozesha udongo, huwezi ukapata rutuba. Isipokuwepo mazingira, huwezi ukasema unaishi kama binadamu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinatufanya tuweze kupata nafasi ya kufurahia uwepo wa kuwepo kwenye dunia. Okay. Kwa hiyo sisi kama mabalozi tunajikita katika dhana hiyo ya Tuko Sawa, lakini tunahamasisha sasa kila mmoja ama jamii ibadilike kimtazamo, ione kwamba kwanza ishi kwa utu, vile vile ishi kwa upendo na umoja. Tukiishi katika misingi hiyo, basi tunakuwa sawa kwa kila mtu. Kama ukithamini utu wako, utathamini na utu wa mwingine. Ukiwa na upendo, utapenda wengine. Ukiwa na umoja, utashirikiana katika kuipendezesha sasa nyumba yetu ambayo ni dunia. Kwa hiyo kila mtu atakuwa sawa. Sawa, kila mtu atakuwa sawa. Nashukuru sana. Kuna la kuongeza kutoka kwa Fatma? Nashukuru ndugu mtangazaji. Hapa sisi hasa jamii yetu ni kujifunza umoja, utu na upendo zaidi, kwa sababu katika maadili ya ukuaji na kizazi hichi cha sasa vitu hivi vinaporomoka hasa. Kwa tunaiasa hasa jamii tuzidishe upendo, umoja na utu. Okay, ndio mnachokifanya hicho. Tuko Sawa Ndio. Juzi ilikuwa ni siku ya dunia. Ndio. Na niliangalia pia kwenye status yako uzuri ni kwamba ulimposti pia mama mmoja hivi ambaye naye pia ni moja kati ya champions au mabalozi ambao anahakikisha kwamba dunia inaendelea kuwa sehemu salama kabisa, na kama ulivyosema kwenye miti na mambo mengine. Mnalolifanya linaenda sambamba na hilo pia. Kwanza yule mama uliyemuona ndiye mwanzilishi wa jumuiya ya Tuko Sawa. Okay. Anaitwa Dr. Regina
Casey Wilkinson ambaye anaishi nchini Uingereza. Yeye ni mtafiti wa Transcultural Foundation, lakini pia alitafiti dhana ya tuko sawa. Na akaitumia nchi yetu Tanzania kuwa kama ndio champion wa dunia wa kuieneza hii dhana ya tuko sawa. Kwa hiyo tukiadhimisha kuhusiana na dunia, kama nilivyosema kwenye maelezo yangu ya mwanzo kwamba nyumbani kwetu sisi ni wapi? Ni duniani. Kwa hiyo na imani kila mtu hata katika maisha ya kawaida, nyumba yako ni sehemu ambayo kila mtu anaijali. Ndio. Huwezi ukasema unaacha nyumba yako iwe hovyo. Ndio. Kwa maana ile taswira ya wewe inabebwa pia na makazi yako. Ndio. Kwa hiyo kwa kuipenda dunia tunasisitiza watu wailinde kwa wivu kabisa, kwa sababu tunaona sasa hivi mabadiliko ya sayansi na teknolojia pia yanaathiri asili, ambayo asili yetu ni iliyokuwepo duniani, ya mazingira, ya tamaduni, umeona, ya vitu kama hivyo ambavyo vinatufaidisha maisha ya kila siku yaendelee. Sasa tukiharibu, ina maana kuna vizazi vitakuja, kuna vitu ambavyo vitakosa. Kwa hiyo katika kuithamini dunia tunatakiwa tulinde yale mazingira ambayo tumeyakuta, na tuyaache ule wasili wake uwepo. Hata kama tunafanya shughuli zetu za maisha ya kila siku kujitafutia, tukumbuke kwamba leo nikiharibu udongo, kesho nitakosa chakula. Sawa, mtazamaji, nilikuwa naangalia, ilikuwa ni juzi Aprili 22 ambapo huwa ni siku ya kimataifa inaitwa ni International Mother Earth Day. Na kila tarehe 22 Aprili, na kinachofanyika hapa na ujumbe wa mwaka unakuambia when Mother Earth sends us a message, kwamba dunia inapotumia sisi pia ujumbe, anakuambia Mother Earth is clear, urging a call for action. Anakuambia nature is suffering, oceans filling with plastic and turning more acidic, extreme heat, wildfires and floods have affected millions of people, climate change, lakini pia kuna that's why we need to recover our ecosystems. Manake ni nini? Ni kwamba dunia ambayo tunaishi hakuna sehemu, yani kwa mfano mtu akitoa duniani hakuna sehemu nyingine tunaishi. Na wanachokifanya hawa kinakwenda sambamba na hiki, na ndio maana wamesema kwamba wanataka kuangalia kizazi cha sasa kinafanyaje katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na harmony katika jamii, si ndio? Harmony pamoja pia na ulinzi wa mazingira, si ndio? Sasa kwa mfano tunafanyaje katika kuhakikisha kwamba vijana, maana yake nyinyi mnafanya kazi na vijana, mnawaona, mnakutana nao kwenye mitandao ya kijamii na maeneo mbalimbali, wanaifanya dunia kwanza iwe sehemu nzuri kabisa ya kuishi. Vijana wanatakiwa wafanye nini katika hili kwanza? Karibu. Asante mtangazaji. Sisi kama taasisi pia tuna slogan yetu ya upandaji miti. Ndio. Tunaelimisha pia utunzaji mazingira na kila kitu ambacho kinatuzunguka. Ndio. Kwa hiyo kama jamii na kizazi cha sasa hivi, tuna klabu ambazo ziko shuleni pia ambazo tumeshazifanya zimeshaelimika na zinafanya hiyo misingi yote ambayo tumeshaikabidhi kwa vijana wadogo, kwa watakuwa endelevu kwa kizazi kinachoendelea, kwa walimu wa kujitolea kuendeleza dunia iwe sehemu salama. Sawa, natamani pia nijue kutoka kwa Minael, unaposema harmony au unaposema yani umoja au maelewano ama kukaa pamoja na kuleta ile hali ya kuelewana, ni neno zito sana. Sasa vijana, ukiangalia wa kizazi cha sasa ambao mnaangalia ni vijana ambao wanapenda mambo ya mitandao ya kijamii, wanapenda mambo ya chap, wanapenda mambo yani ambayo amenyooka, hawapendi kusubiri sana. Sasa mnafanyaje katika kuwafanya hawa vijana waweke jamii katika mambo ya harmony na kuweza kuhakikisha kwamba jamii yetu inasonga mbele zaidi katika hali ambayo ni nzuri zaidi? Kwanza jumuiya yetu ilianza mtandaoni. Ndio. Mtandao wa Facebook ambao kwa sasa hizi mitandao ya kijamii
ndio kimbilio la kila mtu sasa hivi duniani. Kila kitu akili zimeelekezwa katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa kupitia mlezi wetu ambaye ndi mwanzilishi, sisi tunamuita mama mlezi kwa sababu tumezoea kumtania hivyo na tumeishi kama familia. Unaona, alianza kutoa masomo kupitia mitandao ya kijamii hasa Facebook, kufundisha sisi kama mabalozi na wale ambao wanafuatilia peji yetu kujifunza namna gani ya kuishi kiharmony au kuishi katika hali ya kufuata misingi ya tuko sawa. Na yale masomo tulikuwa tunayafanya kuhakikisha kwamba vijana pia wenyewe wanavutiwa. Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunaviangalia katika vijana, ni vitu gani ambao wanapendelea vinavyovutia wenyewe. Ndio. Kwa hiyo na tunajua kwamba vijana pia wengi wanafuatilia sana mitandao ya kijamii kushinda vitu vingine. Kwa hiyo kwa kupitia mitandao ile tumeendelea kujifunza, na kuna mabalozi ambao kila wakati wanatoa shuhuda za mabadiliko. Kwamba mimi nilikuwa mwanzoni nimejiweka katika fikra fulani. Lakini baada ya kupita na kushirikiana na mabalozi wenzangu nimebadilisha mtazamo wangu. Sasa niko hivi na watu tunaona progress. Na kwa kupitia hivyo tunatengeneza klabu shuleni. Shule tunazoanzia ni kuanzia shule za msingi, kuja sekondari, kwenda vyuo. Tunaamini yule anayepita kuanzia shule ya msingi akienda sekondari ni yule anakutana na tuko sawa. Akienda chuo anakutana na tuko sawa. Akitoka pale anayaishi, ina maana tayari taifa linatengeneza raia fulani ambaye anazingatia kama misingi niliyoisema ya utu, usawa na upendo. Kwa katika vijana ambao tunakuwa nao tumeangalia tuanze kuwatengeneza kupitia hizo klabu zetu za tuko sawa ambazo zinazingatia masuala ya mazingira na nini, kufanya zile shughuli ambazo kila mmoja anafurahia, lakini pia tunamtengenezea hali ya kujitegemea baadaye na kuweza kutumika kuwa raia mzuri kwa nchi yake na kwa dunia ambayo ataenda kuishi. Sawa. Nataka niangalie ni rahisi kiasi gani kuwabadilisha vijana kifikra. Ni rahisi au ni ngumu? Si rahisi sana. Kizazi cha sasa hivi kimekuwa na vinatafuta vitu vingi sana. Kwa kama tuwaite wala ujuaji sana. Kwa kwenye hapo ujuaji ule unawaponza kuliko kujifunza. Wao wanataka kwenda mbele zaidi kuliko kuwa na kufuata hatua taratibu. Kwa hiyo ni changamoto ambayo tunaipata kuwaelimisha, japo kidogo tutafika. Kidogo mtafika. So far mmefanikiwa kwa kiasi gani? Kwa sababu anamuona ndugu yangu hapo anaposti sana mambo ya vijana, mambo ya nini, jamii na nini na vitu kama hivyo. Mnaona mnafanikiwa? Sana. Tunafanikiwa mpaka sasa. Tuna vijana ambao wamemaliza hasa kwa kidato cha 4 naweza kusema. Tunaendelea nao kujumuika, kuwasiliana na tunafurahia kwa kile ambacho wenyewe wanaenda kuendeleza. Unakuta yale maarifa ambayo umemjenga yeye anaendelea kuyahubiri. Unaona, kwa hiyo kila unapotoa kizazi fulani tunaona feedback. Kwa hiyo hayo sisi ni mafanikio. Kingine ambacho tunaweza kusema ni mafanikio, wapo hata ukiingia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama nilivyosema Facebook, ukiingia Instagram, ukiingia YouTube, ukiingia pia kwenye website utaona kile ambacho tunakifanya na watu wanavyosema na kubadilika na kuja wengine kutoa ushuhuda. Pia tuna mashamba darasa ambayo tuko nayo kwa kanda. Tuna kanda zetu katika utendaji wetu wa majukumu ya jumuiya yetu, na tukienda kuna mwenzetu yuko Rorya ambaye alikuwa anaishi mkoa wa Morogoro, lakini baadaye alipojifunza kuhusiana na masomo ya tuko sawa alienda akabadilisha mtazamo wake, na sasa hivi ni mtu ambaye anafanya kilimo. Sio kilimo tu, ni kilimo ambacho kinazingatia, tunasema kilimo cha asili. Unaona, kuna wengine wako mkoa wa Mbeya, wengine wako Arusha, wengine wako mkoa wa Kilimanjaro, hata hapa Mwanza
kuna shule pia tunazo ambazo zinafanya shughuli za kupanda bustani kwa kuzingatia kwamba ni asili, lakini pale tunamfanya mtu ajitegemee. Ndio. Na akijitegemea ina maana hata uchumi wake unaimarika, lakini pia atafurahi kuendelea kutoa ushuhuda kwa mtu mwingine kwamba mimi nimefanya kitu fulani na nimepata matokeo haya. Mtu yote anaruhusiwa kujiunga na hiki ambacho mnakifanya nyinyi au Ruksa. Kwa hiyo hata mwanamke na ni wanawake tu au ni Tuko aina yote. Okay. Tuko watu wa serikalini, tupo wajasiriamali, tupo yani sekta zote zipo katika taasisi yetu. Kwa mtu yote kwa mfano akitaka kujiunga na nyie, labda yuko kule labda Tunduru kule, mwingine labda yuko Mahenge, mwingine labda yupo kule Tandahimba, ruksa kujiunga? Tunao mpaka Ludewa. Okay. Na tunaruhusu watu kujiunga kwa sababu sisi matamanio yetu ni kuhakikisha dhana yetu hiyo ya tuko sawa au harmony inaishi. Na kama sisi Tanzania tumepata bahati ya kuwa yani wale ambao ndo wabeba hayo maono kuijulisha dunia, tunatamani pia Tanzania ing'ae. Ndio. Kwa maana watu wengi wazungumze lugha moja ya tuko sawa, baadaye dunia ijifunze kutoka kwetu. Na tunatambua Tanzania ni kisiwa cha amani. Na kwa kutumia hilo watajifunza zaidi kwa kuona utekelezaji kwa kupitia vitu ambavyo tunavifanya. Kwa hiyo kila mtu anaruhusiwa, sisi hatuchagui. Na umri unaanzia umri mdogo, tuna wazee mpaka wa miaka 90. Okay. Umeona? Na yoyote awe kijijini awe mjini, sisi tunamruhusu. Na kupitia hivyo mitandao ya kijamii kama nilivyosema, mtu akiingia atapata ushirikiano mzuri sana. Tutamkaribisha, tutamwelekeza, na kadri ambavyo anajifunza anazidi kuelewa zaidi. Na mtazamaji, namba yangu ni 0763749286 0763749286. Kama una swali, kama una maoni na ushauri katika kipindi hiki, nafasi yako ipo ya kutosha tu. Na wakati kusonga mbele, sasa hivi kwa ni saa 2:45, nipo na Mina L Ndeme ambaye ni mratibu jumuiya ya Tuko Sawa Tanzania yule pale. Vivyo nipo na Fatuma Hamisi Kundi ambaye ni mratibu jumuiya ya Tuko Sawa kanda ya Ziwa. Na yeye anachokisema hapa ni kwamba wanahakikisha kwamba kila mtu Tanzania anasema tuko sawa. Lakini pia inakuwepo ile harmony. Kuna kuwepo na maelewano au kujali utu, umoja, upendo, mshikamano, na mwisho wa siku wa Tanzania watu na kauli hii moja, ili tuweze kufanya dunia iweze kujifunza mengi kutoka kisiwa cha amani cha Tanzania. Kwa mfano mtu akitaka kujiunga na nyie kwa mitandao ya kijamii au anawapata kwa njia gani? Anaweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook. Tunatumia Tuko Sawa, au anaweza akatafuta Harmony Generation. Akienda Instagram hivyo hivyo Harmony Generation. Akienda YouTube Tuko Sawa au Harmony Generation atatupata. Lakini kwenye website tunatumia www.harmonygeneration.org, atatupata, na mawasiliano yote yanayohusika yapo. Lakini pia kwa kupitia mawasiliano yangu mimi kama mratibu taifa, anaweza akatutafuta kwa namba 0768423969. Tuirudie tena vizuri wa Mtanzania aweze kuisikia vizuri. Rudie tena namba yako ambayo mtu akitaka kujiunga na nyie anajiunga na nyie moja kwa moja. Namba ni 0768423969. Kwa mtu yote akitaka kujiunga na Tuko Sawa, lakini pia umesema Harmony Generation anajiunga kupitia hiyo namba. Ndio. Sasa ngoja mtazamaji nimpe nafasi tena ya mwisho ya kuweza kuitaja namba yake, ili usije ukaikosea tena ukanipigia mimi kwanza kuniuliza sasa. Tuirudie tena 0768423969.
69. Kuna nyingine? Sisi tunasema kwamba hatuulizi kwamba nchi yetu imetufanyia nini, ila sisi tunajiuliza kwamba sisi tumeifanyia nini nchi yetu. Nchi ni sisi, na sisi ndio wa kuijenga ama wa kuibomoa. Sawa. Na kwa hivi sasa wakati wakiniambia kauli ambayo pia aliwahi kuitoa John F. Kennedy kama sijakosea, rais wa Marekani, kwamba usijiulize kwamba Marekani inakufanyia nini, lakini jiulize umefanyia nini. Sasa niandikie ujumbe wako mfupi, na namba yangu ni 0763 749286 0763 749286. Naona ujumbe wako Frankie, nashukuru sana. Lakini pia anaitwa Sadiana kutoka Shinyanga pia unafuatia kipindi. Ali kutoka Ruzeo unafuatia kipindi. Mimi Twa Ismail Jabir wa Mbezi nafuatilia kipindi. Lakini pia naitwa Morris Maraboy nafuatilia, Baraka Morris Boy nafuatilia pia kipindi. Niandikie ujumbe wako mfupi nami nitausoma kama ulivyoandika. Sasa wakati tukielekea ukingoni mwa kipindi hiki, kuna la kuwashauri vijana ambalo mnalo. Kuna la kukishauri kizazi cha sasa kuhusiana na kile ambacho nyie mnataka nchi yetu iende. Karibu. Asante. Napenda kushauri kizazi cha sasa tutumie uasili wetu na ubunifu wetu kutengeneza jamii zisizokuwa na uhitaji. Tunaweza, tukiwa na maana kwamba tuna nguvu, tuna akili, tuna kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia. Kwa hiyo tunaweza kufanya vitu ambavyo tunaweza kuvibuni sisi kwa kupitia asili yetu wenyewe. Aidha mfano wa finyanga viungu, kuna wale watengeneza bustani na kadhalika. Kwa hiyo tunaweza kujipatia vipato wenyewe kutokana na sisi wenyewe na asili yetu yenyewe binafsi. Sawa. Tuje kwa Minael hapo, unashauri nini jamii hususani hiki kizazi cha sasa katika kuyaishi yale ambayo mnayataka nyinyi? Sisi tunashauri kwamba kijifunze kujitegemea na kuipenda au kutunza asili au dunia yao ambapo ndo tumesema ni nyumbani. Na kingine, sisi kama jumuiya, ili tunafahamu vijana wanatamani kujifunza, wengine labda wanakosa kwa sababu dunia iko kiganjani. Na kwa kupitia kurasa zetu mtu anaweza akafuatilia masomo. Na yule ambaye atafuatilia akaandika makala ambazo zinagusa au zinafundisha dunia, tunatoa ofa. Tuna ofa yetu, atapata bando, na bando linaanzia shilingi 100,000. Kwa yule ambaye atafuatilia kwa uzuri na ataifundisha dunia au jamii yake vizuri, basi tunamsapoti hivyo ili aweze kufurahia kile ambacho amekiwasilisha. Kwa hiyo tunawahamasisha sana vijana msiache kutufuatilia, na hiyo ofa ya shilingi 100,000 ipo kwa yule ambaye atafanya kile ambacho sisi tunatamani kifike, kwa sababu masomo yapo, shuhuda upo, ni wewe kujifunza na kupata hiyo ofa. Kwa hiyo tumesema tunaanzia 100,000 kuanzia sasa. Ni wakati wako kutumia hiyo fursa. Sasa vijana mnaotazama kipindi hiki, na yawezekana pia mkawa na ndoto hiyo, kitu ambacho nakiandika pia au makala unaandika na mambo mawazo yako pia, kama walivyosema, yajenge kwenye kuijenga jamii. Yalenge kwenye kuijenga jamii. Yaani jamii ambayo itakuwa na umoja, mshikamano, lakini pia ambayo ina maelewano mazuri, bado tukiendelea kuyalinda vizuri mazingira, tukilinda dunia. Na mimi nasema kwamba kwa mfano, yaani ukitolewa hapa duniani ukaambiwa ukaishi sehemu nyingine, haipo. Sasa maanake ukikata mti unaiharibu dunia. Ukitupa takataka unaiharibu dunia. Ukiendesha magari ambayo ni mabovu, ambayo yanatoa moshi mkali na nini mbovu, unaharibu mazingira. Kuna mambo mengi sana ambayo umekula chakula, umeandaa chakula ambacho huwezi kukimaliza, ukamaliza ukakitupa tu, umeharibu mazingira. Kabisa.
tunatakiwa kuishi kwa ukiasi. Yani, tuna vitu vingi kwa sababu dhana ya tuko sawa nimesema ni endelevu na ni pana. Kwa hiyo vitu ni vingi, yani ukitafakari kwenye hilo vitu ni vingi sana. Ndio. Kwa hiyo tunahamasisha wajifunze na wayaishi, sio kujifunza tu. Wayaishi kabisa. Na muandike hizo makala. Kwa hiyo maelezo zaidi wanayapata kwenye hiyo namba au wakienda kwenye mitandao? Kwenye namba, kwenye mitandao ya kijamii pia. Sasa kijana, kuna hiyo fursa, na sio kijana tu, mtu yeyote tu, kama unaweza kuandika vizuri makala ambayo inaweza kuleta mabadiliko katika jamii, lakini kuweza kuleta harmony, maelewano, lakini pia kuweza kuleta usawa na umoja, basi utajipatia donge nono la shilingi 100,000 kutoka kwa Tuko Sawa ama Harmony Generation. Rudia tena ile namba ili uweze kuipata vizuri, na mitandao pia ya kijamii. Sawa, asante. Namba ya mawasiliano ni 0768 42 39 69. Mitandao yetu ya kijamii, ukiingia Facebook tunapatikana kwa jina la Tuko Sawa au Harmony Generation. Ukienda Instagram ni Harmony Generation, ukienda YouTube ni Tuko Sawa, na ukienda kwenye website ni www.harmonygeneration.org. Na kingine ambacho naweza kusema ni sisitiza, sisi tunafuata maono ya muasisi wa taifa letu ambao ni hayati Julius Kambarage Nyerere. Tunaishi vingi ambavyo sisi tunavitekeleza, ni tunamulika yale maono yake. Na pia hivi juzi tulishiriki katika kumbukizi yake ya kuzaliwa kwa kutimiza miaka 104. Na tuliandaa zawadi kwa bibi yetu, sisi tunamuita bibi wa taifa, Bibi Maria Nyerere. Tulimwandalia chungu ambacho tumekipamba kwa kuweka nembo yetu ya Tuko Sawa, ambayo ndani yake ile nembo ina ujumbe tofauti kwa kutumia ua la gardenia, ambalo lile ua linawasilisha dhana nyingi sana. Kwa hiyo katika zawadi hiyo tunatamani pia lile ua linaloenda kuota basi likawe ni sehemu ya kujifunza kwamba uumbaji ukoje na jinsi ambavyo tunaona kile ule mmea unavyokuwa na kuendelea, basi na sisi dunia yetu tuifanye kama ilivyoumbwa ikakua, basi na iweze kuendelea. Kwa hiyo chungu chetu tutakitumia pia, tunatamani baadaye tuje tuandae kitu kinachoitwa Harmony Academy ambacho tutafundisha sasa dhana zetu vizuri. Kwa hiyo kile chungu baadaye tutakuja kukitumia kwa ajili ya kuanzisha lengo letu la kuwepo kwa Harmony Academy. Sawa, mimi niwashukuru sana. Bila shaka hakuna la ziada. Yameisha yote, hamna tulilisahau. Japo tuna mengi zaidi next time. Okay, next time tutasema mengi zaidi. Haina shida, hapa nyumbani kwenu. Asante sana. Basi mtazamaji, kwenye kipindi leo tukiangalia nafasi ya kizazi cha sasa kwenye maelewano hasa ya kijamii, mazingira, lakini pia mtu kati ya mtu na mtu, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaijenga Tanzania ambayo kila mtu anatamani tuwe nayo. Nimekuwa na Mina L Mndeme ambaye ni mratibu jumuiya ya Tuko Sawa Tanzania. Asante sana kuja kwenye kipindi. Asante. Vile tumekuwa na Fatuma Hamisi Kundi ambaye ni mratibu jumuiya ya Tuko Sawa Kanda ya Ziwa. Nashukuru sana kuja kwenye kipindi, wakati mwingine pia karibuni sana. Asante sana. Sawa, mtazamaji, basi kwa niaba ya Venita pamoja na Abdalla Othman, pia Lucia Mkono na wote ambao wameshiriki katika kipindi hiki cha Tuongee Asubuhi kwa siku ya leo, jina langu ni Bernard James. Asante na nikutakie weekend njema.